toba, renouncing sin, na kukataa dhambi, rejecting sin, na kukataa dhambi, refraining from sin. na kujitenga na dhambi. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And being born again proper. Na kuokoka vizuri. Changing your ways. Na kubadilisha mienendo yako. Changing your immoral lifestyle. Na kubadilisha mtindo wako wa maisha ya kuachana uganga na uchawi. Na kuachana na uganga na uchawi. Na tamaa ya ngono na uzinzi. Na tamaa ya ngono na uzinzi. Na kufukuzana na wanaume katika mji huu. Na kufukuzana na wanaume katika mji huu. Na wanawake. Na wanawake. Hallelujah. Hallelujah. Na kuachana ulevi pia. Na kuachana na ulevi pia. If you repent right. Kama utatubu ipasavyo. Jesus. Na mpokee Yesu. Jesus. Yesu is the gift of God for you. Ndio karama ya Mungu kwako. Kwa ajili yako. Kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibu ndio mkata tuimbe. Umepata kweli? Sina. Bila kujalisha mtenda dhambi ni nani. Listen carefully. Sikiza kwa makini. If a bishop kama askofu wako will abandon his marriage, ataachana na ndoa yake and pick up a young girl, na achukue msichana mwingine mdogo, fall into immorality, na waanguke kwa usherati, unless he repents, isipokuwa tu atubu, the reward is one. Ile mshahara ni moja. Inaitwa kifo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Are we together really? Je, tuko pamoja kwa hakika? The good news is, lakini habari njema ni, he says, but the gift of God, lakini anasema lakini karama ya Mungu is eternal life, ni uzima wa milele through Christ Jesus, kupitia Yesu Kristo our blessed Lord. Bwana wetu mbarikiwa. Hallelujah. Hallelujah. Eternal life, uzima wa milele, not in education. Sio masomo. Eternal life, uzima wa milele, is not in religious activities. Sio katika zile matukio ya kidini. Eternal life from this scripture, ile uzima wa milele kutoka kwa andiko hili ambalo tumelisoma, is specifically in Christ Jesus. Iko haswa kwa Yesu Kristo. Nothing else. Hakuna kitu kingine. You may prosper well in this life. Unaweza fanikiwa sana katika maisha haya. You may do well in this life. Unaweza fanya vizuri katika maisha haya. You may be a pillar in the society. Unaweza kuwa wewe ndio nguzo katika jamii. But listen to me. Lakini nisikilize. Eternal life, uzima wa milele, is not in that being a pillar. Haiko katika kuwa nguzo. It is reserved in Christ. Imehifadhiwa katika Kristo Yesu. Eternal life, uzima wa milele, is not in any denomination. Never. Haijawekezwa katika dini yote, kamwe hapana. It is specifically in Christ Jesus. Imewekwa tu haswa kwa Kristo Yesu. That's why we are here. Na ndio maana tuko hapa. Will you manage? Je, tutaweza? Hallelujah.